Bwana, movie letu leo linaanza familia ikiwa inaangalia mechi bwana. Muda huo anaingia mama na kuleta vitu fulani delicious food kwa ajili ya mumewe. Inakuja siku nyingine baba na mama wakiwa sebleni, ghafla kijana wao anaingia na kuambia kwamba nina habari nzuri. Vipi, mko tayari kuisikia? Wazazi wanajibu ndio, na anawaambia kwamba nataka kumchumbia girlfriend wake, ni hawe mke wa maisha yake. Basi siku nyingine kijana Promise ndipo alipomleta nyumbani kwao mchumba wake huyo ambaye ni mke mtarajiwa, na nyumbani walimsifia sana kwamba amepata chombo na anafaa kuwa mke. Basi wakaanza kula kwa pamoja. Ilipofika usiku, bibi alimwambia mchumba wake kwamba ameipenda sana familia yake na ni wacheshi sana na ni wakarimu. Nimeipenda sana familia yako, nimeipenda sana na mama yako nimempenda kweli, yani ni mkarimu, anajua kuongea. Jamaa akamwambia, nilikwambia familia yangu lazima utaipenda tu, iko poa sana. Na siku zilipopita, ndoa ilipita bwana. Ndoa ya kijana Promise na binti, sherehe na vitu vingine viliendelea. Wakaanza maisha yao ya ndoa. Basi asubuhi kijana anatoka kuelekea kazini, mkewe anamfuata na kumwambia kwamba mahitaji ya ndani yamebaki kidogo, yani yamepungua, hayatoshi. Jamaa akamuuliza, vitu vilivyopungua ni vitu gani na vina cost bei gani? Binti akajibu, vitu vilivyopungua vina cost kama naira 300 hivi. Jamaa akashtuka, mbona pesa nyingi kinoma? Kaja akaanza kuwaka bwana, naira 300 mbona kiasi kikubwa sana cha fedha? Unataka uipikie jamii nzima au nitakupeleka kwa mama bwana kufundisha jinsi ya kufanya budget ya kutumia hela. Naona wewe hela kama umezaliwa nyuma ya benki vile mke wangu. Jioni mchizi karudi kutoka kazini, kamkuta mke wake. Inaonekana mke wake ni mtumiaji mbaya sana wa hela, yani anatumia hela za mumewe kama mumewe anafanya kazi benki vile, na hiki kitu inaonekana kinamkata sana mchizi. Mchizi anamwambia, sasa naenda kupeleka kwa mama akakufunza jinsi ya kutumia hela, na kubudget vizuri. Sasa wapo mezani wanakula, kabla jamaa hajaanza kula akaanza kuangalia kile chakula kilichopikwa na mkewe. Jamaa akaanza kufungua hotpot na akamuuliza mkewe, hiki chakula ndo kimekosti ile hela yote ile? Yani ile hela yote ndo umetengenezea bakuli za supu 2, supu zenyewe za maini? Mke wangu natumia sana vibaya pesa. Nitakupeleka kwa mama akufundishe jinsi ya kutengeneza pesa. Basi nitakupeleka kwa mama mke wangu akufundishe jinsi ya kubudget hela, maana unatumia sana hela. Sipendi tabia yako. Binti kile kitendo cha kusemwa sana na kuonekana kwamba natumia sana pesa hajakipenda. Hapo ndo ikaanza kuchangamka sasa. Na tukirudi nyumbani kwa dada yake na mchizi Promise. Mchizi Promise dada yake bwana kagomana na mpenzi wake, ndipo anaanza kutoana ndani mbio na kuanza kuombana msamaha. Ila dada yake anamfananisha sana mpenzi wake na baba yake. Anasema kwamba baba yake yuko perfect, yani baba yake yuko kamili, baba yake hana makona, lakini mpenzi wake anaona kama hayuko kama baba yake. Ndipo mpenzi wake kwa kitendo cha kufananishwa na baba yake kinamkata sana. Anasema, bwana mimi sio baba yako, mimi siwezi kuwa baba yako bwana. Tunarudi nyumbani kwa mshikaji aliyooa. Dada yake aligombana na mpenzi wake, ndipo akaamua kuja mpaka nyumbani, ila alikuta wazee wanapendana sana mpaka akawa anaona aibu. Basi walivyoongea na wakamaliza pale, wakarudi kama zamani. Nyumbani kwa jamaa, kaka yake anamtembelea na anamfungulia shemeji yake, anamkaribisha mpaka ndani na kukaa kwanza kuongea. Na mshikaji huyu Promise akawa anamwambia kaka yake, shemeji yako anatumia naira 300 kwa kutengeneza supu tu bakuli 2 na kupika chakula kimoja, yani anamaliza naira 300 kwa mlo mmoja tu. Mshikaji analalamika sana, inaonekana kile kitendo kinamkata sana cha mkewe kutumia pesa nyingi kwa mlo mmoja tu. Mshikaji analalamika sana kwa kaka yake na anamsifia mama yake na anataka yule mke wake awe kama mama yake. Wakati mazungumzo yao yote yakiwa yanaendelea, kumbe bwana mke wake alikuwa anachungulia pale na kuyasikia yote waliokuwa wanaongea. Ilipofika usiku bwana mke akagoma kulala mpaka mshikaji akaamka, wakaanza kuzungumza usiku wa manane, na mwisho mke akapanda kitandani kwa hasira. Siku nyingine mshikaji katoka kazini na begi mkononi, akamkuta mke wake, wakasalimiana na kukumbatiana, lakini mke wake hakuonesha dalili za kutaka kumpokea ile begi. Hata sijui alikasirishwa na kule kusema kwa mumewe. Sasa jamaa anamuuliza mkewe, na mkewe anajibu kirahisi tu, kile kitendo hakukipenda sana na Promise. Tukirudi upande mwingine sasa kwa dada yake mshikaji kacharuka ndani na kusema kachoshwa na tabia ya mpenzi wake. Kachoka sana mpenzi wake, kila saa kumfananisha yeye na baba yake, yani kachoshwa kinoma. Na tunarudi upande wa Promise bwana. Yuko pale na PC yake anachezea, mkewe anamletea chakula. Jamaa anarudisha sera zile za kwamba
mama yake hakuwa hivi. Mama yake ni mtu msikivu sana kwa baba yake. Mama yake yuko hivi. Sasa kile kitendo binti kinamkera sana. Kila siku naleta habari za mama. Mimi nafanana na mama. Mimi sio mama yako na siwezi kufanana na mama yako. Mimi ni mtu tofauti na mimi ni mkewe na siwezi kuwa kama mama yako. Siku nakwambia hivyo. Naomba unielewe. Binti alichukua kile chakula na kuondoka zake kwa hasira. Tukirudi kwa familia, leo wamekaa wakiwa wanaongea mawili matatu bwana, wanabadilishana mawazo. Ghafla akaingia mama na binti mmoja. Binti yule ghafla anaingia mama na binti. Yule mama anaanza kuongea mbele ya familia kwamba amechoka kumlea binti na amechoka kukaa naye mwenyewe wakati baba yake yupo. Kaondoka na kumwacha pale bwana. Yule binti nasemekana ni binti wa huyo mzee bwana. Ndipo familia ilipoanza kumshushia maswali, baba aeleze ukweli. Tuambie ukweli, huyu ni nani na umempata kwa muda gani? Mapenzi yote mama alokuonyesha na umeamua kumlipa hiki. Umetoka na mwanamke mwingine. Baba, yani wewe ndo nilikuwa na kuangalia katika ndoa yangu. Yani wewe ndo role model wangu. Kumbe ndo uko hivi. Hata mimi nilikulinganisha na boyfriend wangu kila siku na kila siku nilikuwa nakosana naye kwa sababu yako wewe. Kumbe ndo uko hivi baba. Basi baba alishambuliwa na basi lia nzima, na pale ukumbini mama alipata hasira na alitaka kama kummeza vile. Unajua kidogo yule binti alirudi tena. Kile kibinti cha kike kilimshambulia kwa maneno hatari. Kina maneno iko hatari. Na ilipofika wakati wa kula, ile familia iliyokuwa na furaha na inaimba na kucheza imekuwa familia ya huzuni. Leo wanakula bila hata kumsikiliza baba yao. Muda kidogo wakamsusia chakula baba yao na wakaondoka. Akabaki yule binti wa pembeni na akaanza kumtia moyo baba yake. Usiwaze sana baba, hiki kitu ni kipindi kigumu sana na kitapita sana. Kipindi cha mpito hiki. Wewe usiwaze babangu, yote atakuwa sawa. Basi nyumba imekuwa ya huzuni sasa. Ile furaha yote imetoweka katika nyumba hii. Ghafla anaingia baba na mtoto wake. Huko wamekaa sebleni na yule binti akaanza kusema, hili sio kosa langu na sikutaka mimi kuwa hapa na hata kuharibu furaha yenu. Naona nimeingia katika hii nyumba, nimekuwa kama chanzo cha kuiporomosha furaha yenu. Sikupenda hii hali iwe hivi na mimi sikutaka na sio makosa yangu mimi sikufanya hivi nilivyotaka. Ndipo yule dada yake akamjibu, kama unataka amani katika hii nyumba naomba uondoke. Baba alidakia bwana. Baba akasisitiza. Baba akasikika akisema, huyu binti hawezi kuondoka hapa katika hii nyumba, maana makosa sio ya kwake, makosa ni ya kwangu mimi. Basi walinyanyuka mmoja mmoja na kumwachia sebule bwana. Yani sasa hivi nyumba imekuwa hatari sana mzee wangu. Basi huku kwa mama na mkewe, mzee alikuwa anaomba msamaha kwa mkewe na mkewe akasema, katika hili siwezi nikakusamehe bwana. Mumewe anasema, bwana ni kosa gani lisilokosa msamaha? Mkewe anasema, bwana katika hili mimi siwezi nikakusamehe bwana. Ndipo tunaona mzee alitoka na alikuwa anaendesha gari huku akiwa na hasira, ni kupo na mawazo. Msongo wa mawazo ukampelekea mpaka kupata ajali bwana. Kwa mzee alipata ajali bwana. Tukirudi nyumbani kwa mshikaji huku, mizozo yeye tunaye na mkewe. Kila siku mshikaji anataka mkewe awe kama mama yake na mkewe anasema, nimechoka kila siku kunilinganisha mimi na mama yako. Mimi sio mama yako, mimi ni mkewe na siwezi kuwa kama mama yako kamwe. Nimechoka siku zote kunaniambia hivyo. Nimechoka. Ghafla mshikaji anapokea simu na kupewa taarifa za ajali ya baba yake. Mshikaji anashtuka na aliamua kukimbia moja kwa moja kuelekea katika eneo la tukio. Walikutana wote hospitali na yule mtoto wa pembeni naye alikuja hospitali. Wakaanza kumrushia maneno. Wewe unafuata nini hapa? Umekuja kufanya nini? Haina kuhusu. Ghafla daktari alikuja na kuambia kwamba mzee amepoteza kiasi kikubwa sana cha damu. Basi katika vipimo vya DNA vilivyokuwa vinaendelea pale hospitali, ikasemekana kuwa majibu yaliyotoka yakidhihirisha dhahiri kuwa yule mtoto wa yule mzee mkubwa sio mwanae wa kumzaa. Tukikaanzia hapo mzee wangu, nyumba ikawa haishikiki, hailiki wala haikamatiki. Na hiki kitu kiliwapa mawazo washikaji hawa wawili, walikuwa hawalali kutwa mzima wanawaza. Basi bana, mshikaji alitoka hospitali na kuelekea nyumbani. Siku moja familia ilikaa chini na kuyaongea mambo yale kifamilia, na wakaongea yote wakaimaliza, wakaelewana. Furaha ikarudi pale pale na vile kama ilivyokuwa zamani, na walimkubali yule binti wa pembeni kama sehemu ya maisha yao, na kukawa hakuna longolongo ya haina yoyote. Mapya yakaibuka sasa kwenye DNA za walizopima Promise na kaka yake Believe.
na katika majibu yao DNA zile zinaonesha kwamba baba huyo mzee sio baba yao mzazi, yani sio baba wa kumzaa. Kimbembe kinaanzia hapo. Yule mama alichanganyikiwa kwa maswali waliomuulizwa vijana wake wawili. Hatari. Baba yangu ni nani na yuko wapi? Amekuuliza swali jepesi tu, linatakiwa ulijibu. Baba yenu ni huyu mnaimuona hapa. Unaongopa mama, tuambie ukweli, baba yetu yuko wapi? Huyu sio baba yetu. Mzee alishika ile karatasi ya DNA aliyotupiwa na mwana na kumuuliza mkewe Veronica, niambie ukweli kama hiki nilichokishika na ninachokisoma hapa ni cha kweli na usiniogopee chochote. Basi mama ilibidi afunguke ukweli bwana. Yaani asema ukweli mbele ya familia yake bwana. Kumbe alivyokuwa na huyu mzee bwana alikuwa na mtu mwingine hadi akapata watoto watatu. Yaani hao watoto watatu sio watoto wa kuzaa na huyo mzee, ni watoto alizaa na baba mwingine. Na katika watoto watatu kijumlisha na ule mmoja wa nne, mtoto wa damu huyo mzee ni ule binti mmoja alokuja yule mpya katika hii nyumba. Yule ndo binti wake wa kumzaa, yani damu yake. Wengine wote waliobaki watatu sio damu yake. Basi mama likamdondokea jumba bovu laundi hii. Mzee alipatwa na mshtuko pale pale. Nyumba nzima ikamwangalia kama mtu asiyefaa na mtu mwenye makosa na mtu wa ajabu sana katika jamii. Lakini unaambiwa bwana, mtu sio nyau. Yule mtoto ambaye alikuwepo ampendi na anampinga, huyo mtoto ndo alikuja kumsaidia, kiasi kwamba watoto zake wale alowazaa wote walimkataa muda ule. Yule mtoto aliyokuwa ampendi ndo kamsaidia kwa muda ule na kumfariji. Alimfariji na kumbembelea. Basi mzee walimfikisha hospitali baada ya kushtuka vile. Na walipofika hospitali, mama na yule binti walivyokuja, walimfukuza mama yao kama hawamjui vile. Walimfukuza mama yao kama mbwa, yani watoto walisahau kwamba huyo ndo mama wao kumzaa na yule sio baba yao. Walimfukuza. Lakini cha ajabu yule binti ambao alikopo wapendwa katika ile familia ndo alikopo mmoja anayemshika mkono yule mama, na alikopo ndo mfariji wake mkuu tofauti na watoto zake wa kwanza. Siku moja wameenda hospitali kumwangalia baba na kuiangalia hali ya baba jinsi inaendelea. Dada yao bwana akapokea simu ya mama na kutoa taarifa mbaya. Ile simu bwana ilikuwa na taarifa mbaya. Veronica inasemekana bwana alijiua na kutokana na fedhea na mfadhaiko wa yaliyotokea, na alijisikia aibu sana yule, na aliamua kujiondoa duniani mwenyewe. Yani aliamua kujiua yule mama kwa kukwepa aibu iliyokuwa inamwangalia kwa muda ule. Basi huku familia iliendelea kama kawaida, maisha yaliendelea kama kawaida, na mke wa Mr. Promise alipata ujauzito na akawa ni mama kijacho, na maisha mengine yaliendelea. Familia iliendelea kuwa na furaha, na yule binti ambao walikuwa wanamtenga mwanzo na ilionekana chanzo cha kutoleta furaha mle ndani, yeye ndo alikuwa source, yani chanzo cha kuleta furaha mle ndani. Maisha yaliendelea, na huu ndo mwisho wa filamu yetu nzuri bwana. Kitu kinakwenda kwa jina la Knock at Life bwana. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia wetu pendwa na kupata recap mpya kila zinavyotoka. Chao.